afie mbali. Wewe mzee nani nikwambia siku ile nitakudhalilisha. Anaumwa nini? Anaumwa kama mtangu mlemavu. Shenzi. Mwanangu sio mlemavu. Nifanye naomba. Kweli. Sasa kumuona. Jamani. Kwa sababu anaumwa vipi huyu? Ujinga. Jamani tumekubaliana kwa sababu ya huyu tu, yani mapenzi kwa sababu tu ya huyu. Kwa nini unapanga mwenda wazimu wewe? Sasa kwa nini unanipigia mwanangu? Tandika ndio. Kwa nini mweka tola figo binti yangu? Figo moja inaisha bila mlemavu. Afu unasema anaumwa nini? Kuheshimu wewe. Endelea kuniheshimu hivyo hivyo. Nyambafu mpunguzeni jazi. Nyambafu mwenyewe. Mchana tuzungumze. Sio tunapatia kweli. Ustazi gani huyu wewe? Wewe ustazi wewe ustazi majina wewe. Taratibu mzuri tu hapa. Nimesema nataka ufuate taratibu na mikakati yangu. Basi nataka binti yangu. Kwa nini useme ikishindikana? Unataka kusema anaumwa. Kwa nini useme anaumwa? Kwani wewe unaona mzima? Huyu mzima naye. Huyu naye unaona mzima. Huyu wako mzima. Huyu kwangu anachukulia aje? Wewe unasema na kipindi unaendelea kuitazama hii video ama tayari umeshamaliza kuitazama hii video, kumbuka hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. So naomba gusa hilo neno lililoandikwa subscribe, utakuwa umenisapoti na ili uendelee kuwa mmoja kati ya familia yangu. Asante sana. Yes, isimizo mpa again kama kawaida. Alhamdulillah ala kulli hali. Kiukweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu, maana tulipotoka na hili jambo bwana ni mbali sana. Yamepita mambo mengi sana. Yaani kwa heka tulizokutana nazo mpaka kufikia hapa, kiukweli tunapaswa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na shangazi ulikuja tukazungumza juu ya swala la Nala na Abasi. Alikadhalika mimi nijaribu kumgusia baba mdogo juu ya hilo swala kutokana na bibi alikuja kunililia, na nadhani wote mliona kwamba yeye swala kutenganishwa na Abasi kwake ni tatizo kubwa mno. Unaona? Sasa leo nikaona si vyema kwa sababu mimi nimesimamisha masuala mengi sana juu ya hili jambo. Huku tunapambania mali, huku tuna Abasi na Nala, mara sijui nini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye swala kule mahakamani. Mpaka sasa hivi naweza ngasema tuko 98%. Jambo linaisha. Umeona? Kwa mwana tuitane tuzungumze. Nafikiri leo pengine tukaupata muafaka juu ya hili swala la Abasi na Nala. Mdogo karibu. Asante. Kwanza niseme nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama kwenye kipindi chako, lakini pia niwashukuru nyinyi ambao mmeandaa kipindi hiki kwa niaba ya jamii kwa ujumla. Lakini lengo la kuita hapa au kuitisha wito huu leo kidogo nataka tuendeshe ile jambo katika mkakati ambao utakuwa sahihi zaidi. Nisingependa turumbane kama awali na nisingependa kupishana na mwile mwenzangu, inshallah kama Mungu atafanya kheri. Mimi ni kama nilivyokazia mara ya mwisho hapa. Nilisema kuwa niko radhi kuwaruhusu hao wawili kama watafuata utaratibu ambao Mwenyezi Mungu utampendeza, lakini pia jamii kiujumla itawapendeza, kwa sababu kukana binti wa mtu kienyeji si jambo zuri. Yaani udhinifu kwa sheria dini yetu ya Kiislamu sisi hatuwezi kuliruhusu swala hilo. Sio mimi tu. Mtoto wa mtu yoyote hawezi kukubali binti yake akakae kwa mwanaume tu pasipo na kuleta posa wala barua. Lakini pia kuna mkakati, kwa sababu kijana amekuwa na tabia za hovyo sana. Nafikiri nyuma huko kuna vipindi vingi alifumaniwa huyu na bado binti yangu amekuwa kila siku akimtoa machozi. Kama atajirekebisha hilo basi itakuwa sahihi, na mimi nitakuwa radhi au afunge ndoa kiutaratibu maalum. Imeshindikana, narudia tena, imeshindikana, basi huyu bwana aache mara moja kunifuatilia binti yangu, na sitaki kusikia mahusiano yao. Wewe baba mwanzo na mwisho. Wewe sijui nikuite ustazi, sijui nikuite nani. Wewe mbona unaanzaga vizuri rafiki yangu alafu mwishoni unabondonga? Kwa nini uweke kushindikana sasa? Kwa nini usikazie hapo kwamba jamani mimi ninachokitaka nimekuita hapa mwenzangu kama ulivyoanza, watoto hawa msimamo wangu
ufanyike hivi na hivi, waishi kihalali. Sasa hiyo ikishindikana, tena unakazia kabisa ikishindikana. Sasa hiyo ikishindikana inaanzia wapi? Sijui mimi nizungumze kauli gani. Bwana nisikilize kwanza nikwambie. Umemwona kijana wangu hapa? Nimekuja kwa heshima. Basi anaumwa. Sawa? Nimeamua kumbeba tu hivi. Nije naye ili tuje tukusikilize. Sawa? Sasa hapo tena unaanza kuongea ikishindikana. Kwa nini unaweka ikishindikana? Kwa binafsi. Umeona alivyokuwa binafsi. Yaani leo kijana wao sio anauma tu kawaida. Wewe anauma kawaida hapa. Anaumwa. Lakini mimi binti yangu mpaka sasa hivi anaishi na figo moja. Wao haoni matatizo. Ndio maana wao wananitibua hao ndo wazimu. Hata sisi tunakutibua yani wazimu mwenyewe bwana. Angalia hapa anauma kawaida. Wewe unajua anauma kawaida. Wewe unajua anauma kawaida huyu. Hapa si anatembea huyu na miguu yake. Anatembea wewe unajua amekuja na mlango angalia pale nje kama hakuna gari. Kama amekuja na safari. Umemwona amekuja kwa mguu. Umwaji wa huyu na umwaji wa binti yangu anaishi na figo. Wewe unajua anauma nini? Wewe midomo hiyo. Kauli zenu za ovyo nyinyi. Habari za kijinga nyinyi. Ndio maana hizo sio kwa nini watu wanakuwa hivi zombo unawaelewaga? Hivi hao watu ni wachawi nini? Inawezekana ukasema eti huyu anaumwa wakati binti yangu anaishi na figo moja, wewe ujari. Sasa wewe unajuaje kama hiyo figo yenyewe ndio inaomsumbua mwanangu? Sasa ni vizuri. Maneno yenu ya ovyo ndio yanofanya huyu mwanangu anaumwa. Ndio safi, nataka hivyo. Kwamba ndio umeona sasa. Mungu anamlipa huyu. Anamlipa na nini kama sio wanga ni nini unasumbua? Kwenda kudhini na wanawake wengine huko kwenye magesti mpaka huyu anafigo kwa shahidi wewe. Yaani hapo ndio safi. Mungu anamnyosha na afe kabisa shenzi. Tena mimi nataka hivyo aumwe mpaka ile figo lenyewe litumbukie huko ndani. Mbwa. Baba mdogo yaishi. Tena aumwe. Chawi nini? Unamwambia nani mbwa? Nimekuja kwa wema tu hapo. Unaona ujinga alikuwa anaongea. Si nianza vizuri. Ujinga wewe ndio uanza vibaya. Unaanza vizuri inshallah. Alafu sasa unasema ikishindikana vipi? Nimekosea wapi binti yangu? Basi mwana. Nataka ufuate ridhaa. Sio kutetetea na mimi nimekataa. Huyu akiumwa ndio vizuri. Afie mbali. Nani nikwambia siku ile nitakudhalilisha. Anaumwa nini? Anaumwa nini? Anaumwa kama mtu mlemavu. Shenzi. Kama binti mwanangu sio mlemavu. Nifanye maombi. Kweli. Nataka kumuona. Jamani. Kwa sababu anaumwa binti huyu. Ujinga. Jamani tumekubaliana kwa sababu ya huyu tu. Yaani mapenzi yenu kwa sababu tu ya huyu. Kwa nini unakuwa mwenda wazimu wewe? Sasa kwa nini unanipigia mwanangu? Tandika ndio. Kwa nini mweka tola figo binti yangu? Bwana, kwa wewe ambaye unatamani kumiliki akaunti ya YouTube ya kulipwa na hujui uanzie wapi, ama wewe ambaye tayari una akaunti yako ya YouTube unahitaji kupata views pamoja na subscribers, fanya kuchukua namba yangu hapo chini ni cheki, then tuweke mchongo sawa bin sawia. Figo moja anaisha mlemavu. Afu unasema naomba nini? Kuheshimu wewe. Endelea kuniheshimu hivyo hivyo. Hem, punguzeni jazi. Nyambafu mwenyewe. Mchana tuzungumze. Sio tunapatia kweli. Ustazi gani huyu wewe? Wewe ustazi majina wewe. Taratibu mzuri tu hapo. Nimesema nataka ufuate utaratibu na mikakati yangu. Basi, nataka binti yangu. Kwa nini useme ikishindikana? Unataka kusema anaumwa. Kwa nini useme ikishindikana? Kwani wewe unaona mzima? Huyu mzima naye. Huyu ni mzima. Huyu kwangu anachukulia aje? Wewe unasema Pambania jambo lako. Daktari amesemaje? Hebu tulia. Umekuja unaumwa uko na hali mbaya, unasikia vibaya, tulia hapo. Acha basi tulia mwanangu, tulia. Unaumwa tulia basi, jambo liishe. Jambo kubana tunazungumza jamani, tupate suluhu, jambo liishe hivi sasa mambo yanakuwa mengi. Sasa nampigaje rafiki yangu? Wewe unaona kumpiga mgonjwa ni sawa. Hivi anajua daktari anamwambia nini lakini? Jamani. Ndio nasikia mwisho mimi kudili na ile swala. Mjanja vipi? Jamani, nataka leo suluhu ya Nala na Abasi ipatikane. Leo ni siku ya mwisho kudili na ile swala. Abasi Nala ipatikane. Umeona ule mimi nimechoka jamani. Umeona mtu leo mgonjwa? Basi. Yaani baada ya leo mimi sitaki ile swala endelee tena. Amechangamka, wewe unajuaje kama amechangamka hapa kama shangazi? Mimi nimerespect kwa sababu ulikuja ukaniambia uoga huyo. Basi. Sana nao wachawi mwanangu. Basi mwanangu. Hivi kweli jamani, familia hii na familia hii ndo tunataka tuiunganishe. Mimi nishaambiwa, mimi usione mdogo, mimi ni mtu mzima. Huyo mzee mshirikina huyo. Basi. Wewe unaumwa kweli mwanangu, unatoa kweli kenge. Afu shangazi anamuendekeza sana. Mwanangu anaumwa basi. Akia Mungu tena. Nani? Basi tu nimeviacha kwenye gari. Au nataka nikakuchukulie vile. Ulipo umelala mwanangu. Wewe basi daktari amekwambia nini? Daktari amekwambia nini? Huyu ana figo inamsumbua huyu. Daktari amemwambia unasema nini wewe baba? Figo
Mgonjwa gani anaweza kachangamka katumuka misuli imemtoka hivi? Ana ugonjwa. Na kwa makini kajanja katoto. Kwa nacho makini kweli hapa. Eti kagonjwa. Kamekuja kametutumuka hapa kana ugonjwa gani? Huyu mtoto mjanja huyu. Na huyu usipomwangalia huyu mtoto, haki ya Mungu nakwambia, huyu mali zako anakunyapia nyapia. Kwani kaanza kuumwa lini ya basi? Ndio hilo swali tuulizane. Basi toka ile mara ya mwisho. Ile vurugu ya mara ya mwisho hapa. Toka siku anaumwa basi. Sasa ila sema anajikaza tu. Kaa nyumbani gelala sasa. Lakini sasa toka juzi afya yake ikawa haiko sawa. Nileta Nala. Nibaki na Nala basi. Yaani tumekuja tu lakini hizi sitaki hata kuona. Kabisa. Yaani kwa sababu una Nala, kwa hiyo unanisaliti mimi. Kwa hiyo Nala unanisaliti mimi. Unamwona mjomba wako ndo muhimu. Ushasahau ahadi zetu zote, si ndio? Nakusalitije basi si niko hapa. Sawa, endelea. Endelea, hamna shida, endelea tu. Basi. Jamani, muepushe shetani apite. Tufike mahali tuelewane basi jamani. Tumekuja hapa ili tulimalize hili jambo. Na mimi nataka hili jambo liishe, tupate mwafaka juu ya Nala na Nauja basi. Faza, hebu tushushe jazba, tuzungumze jambo liishe. Kwa sababu gani? Mimi pia nina mambo mengi, yani nataka tumalizane na hilo swala mahakamani, ili jambo lipite, tufuate mambo mengine jamani. Mimi nimechoka kusikia mada za Abasi Nala ziishe. Ongea nao wewe hao. Ndio maana nataka leo ndio kile kikao cha mwisho. Maamuzi hapa yapatikana. Sasa wewe ndio bado unaongea. Nala Abasi. Ndoa inafungwa ama ndoa haifungwi, habari ziishi hapa. Mimi naendelea na mambo mengine jamani. Mimi nawasikiliza. Tuongee. Ba mdogo imsikia. Wape utaratibu. Sio kama ndoa haipo. Sawa. Sio kama amesema kwamba acha waoane, hapana. Ili hali Nala, tunakuuliza kwa mara nyingine. Abasi unamjua vizuri. Mambo yote yanayotokea kwa Abasi unayajua vizuri. Hakuna ambacho kijui. Pamoja na yote ambayo yametokea. Sawa, hakuna kukulaumu. Hakuna kufanya chochote. Moyo wako unasema nini kabla hatujaendelea? Moyo wako wewe unasemaje? Moyo wako unasemaje juu ya Abasi? Unataka? Wow. Nisikie shangazi. Nisikize. Tunaongea tusilete nani. Kwani mimi nimesema nini jamani? Mbona mimi unisikilize? Anisikilize. Mimi nimesema nini? Sawa. Wewe unataka kuulizwa nini? Wewe unataka kuulizwa nini? Kwa sababu sisi watu wazima sisi ndo hatutumie akili. Sisi tunakafanya kazi ya kugombana lakini watoto wenyewe wanapendana. Sasa kwani mimi nimekosea nini? Mbona mnaanza kwa mshamu mwingine? Sijamaliza nicho. Basi nyamaza mwanangu. Basi yameisha nimenyamaza. Anaambia hivi mbona uniulize? Unataka kumuuliza nini? Wewe unataka ufuate utaratibu ndio unikabidhi binti yangu. Bila hivyo mimi siwezi kukuruhusu wewe. Mimi nimekataa. Ostazi, tumekuelewa baba. Naumwa nimekuja. Tumekuelewa mwile wangu. Hapo anakuja ananipiga mimi naumwa ananipiga. Basi hayo yameisha basi yameisha mwanangu. Ninachokitaka kitu kimoja tu mimi. Huyu bwana aniambie lini analeta barua na kutuma mshenga lini. Yaani hata tukitoka hapa mimi namtuma mshenga analeta barua. Hilo swali nimemwachia shangazi yangu ndo atalisimamia. Yeye ndo kila kitu kwa hilo swala. Sasa kuzungumza ni uweka kimya. Baba kimya. Baba, unapaswa kumheshimu kwa sababu huyu anaoa binti yako. Kwanza wewe ni mdomo, una mdomo. Na wewe baba unatakiwa uwe mstaarabu. Huyu unamwambia maneno hayo ya ukali, anaoa mwanao. Huyu mtu wako anakamata. Sawa. Kesho na kesho kutwa anaweza kaongea maneno kama hayo ukamwona kama kakukosea. Yaani huyu mdomo ndio umemponza au mimi kwa sababu sio baba huyu anagubu anaikuwa baba mzazi asingefanya. Sawa kabisa ndio sahihi mwanangu. Basi mwanangu. Basi utaibua yasioibuka. Basi. Mtu alipiga mimi na mwana tu huruma sio baba mzazi. Basi. Tumsamee. Madam tushamjua kwamba shida yake iko wapi. Basi unaona hapo kwa yule mtoto. Basi. Mbona unafika mbali sasa na wewe mimi nakutetea basi mimi nitanyamaza. Umeona mtoto? Umenielewa? Shangazi, unajua mimi nimekuja hapa kwa heshima yako. Nilishakataa kabisa nifanye maamuzi yangu. Yaani binti yangu. Hebu tuachane nayo basi. Mtu ananipiga hapa kama anakuwa wiki jana. Sijui. Madhari umempenda mwenyewe. Family life. Lakini huyu sio mwanaume kukuoa. Jeuri, domo mtoto jeuri. Ana majibu ya ajabu ajabu. Anaamua kunizalilisha yani unakutana na mbwa kweli. Lakini kaanza baba yako mwanangu. Anaponipiga mimi. Sawa.
Kaza baba yako. Ningedondoka hapa. Kwani mimi mangapi anaongelewa hapo na nionaga na natia mdomo wangu. Kwani ningedondoka hapa. Nala mwanangu. Naomba yaishe hayo mwanangu. Sawa? Haya mengine hayo tunajizalilisha tu. Haya mengine tutaongea nyumbani. Umesikia? Kijana anajeuri sana, anifedhesha. Binti yangu. Light angelikuwa baba yako mzazi, nadhani tungelikuwa tunaheshimiana. Sio, umenielewa? Yaani hapa heshima ingelikuwepo. Unatazama kauli yao. Unatazama ile kauli. Sio, umeelewa? Wewe ungemheshimu babake. Mimi ina maana kwa sababu mtu tunayemheshimu hataki kusimama kama baba. Kwa marehemu ndio aje kuwafungisha ndoa. Wakamfufue marehemu ndio aje akawafungisha ndoa, sio mimi. Sasa baba mdogo, tizama kauli. Endapo kama wewe utashindwa ndoa itafungika. Kwa sababu sisi tunamsikiliza binti. Wewe ndio unaanzisha matusi toka kipindi kile, unaanzisha matusi wewe. Wewe unatukana mbele yako hapa. Nani anatukana wakati wewe ndio unaanzisha matusi wewe? Kuroga. Vipi? Sasa baba mdogo eti kwamba yaani mtoto wako mdogo wewe. Yaani umesikia kauli yao kwanza. Wanaongea kwamba kama angekuwa baba yako wewe mzazi, wao ndio wangemsikiliza.